maana umefarakana naye. Jamani, haleluya! Mungu atusaidie tunaposikia ujumbe huu, utufikishe mahali ambapo pakutambua, ili Mungu apate kutuzingira, ili Mungu apate kutulinda. Sharti tuweze kuwa wakamilifu, waelekevu, tunamcha yeye na tunaepukana na uovu. Jamani, haleluya! Yaani ukitimiza haya, omba lolote, yeye atakupa, na pia atawajibika kwako kwa bana ya ulinzi. Jamani, haleluya! Tuko pamoja? Je, Mungu anavyokutazama leo anajivunia nini kwako? Nikupe hiyo. Hebu fikiria hapo sasa ulipokaa. Mungu anapokutazama anajivunia nini? Tunaangalia tabia ya Ayubu jinsi ilivyokuwa. Shetani alipoomba ruhusa, unajua wakati mwingine tulijifunza na kwenye wanafunzi, wakati mwingine nasema shetani anaomba ruhusa ya kukujaribu, ya kukutesa, ili aone uaminifu wako, kama bado unafanyaje, unamcha Bwana. Ayubu anasema kwamba unamwona mtu wangu huyu, wewe umemzingira, amesikiliza, yuko kwako, unaweza kufanya chochote juu yake, lakini tunza roho yake. Shetani akatoka akawaua watoto wake wote, akaua mali zake zote, ng'ombe, punda wote teketeza, akambaki mtupu, mkiwa yeye na mke wake tu, lakini bado akawa nini? Mkamilifu. Jamani, haleluya! Mara ya pili shetani akaenda na madai yake yale yale. Amesikiliza mwanadamu anaweza kapoteza mali, anaweza kapoteza watoto, lakini usiuguse mwili wake, atakuacha siku moja. Akamwambia Ayubu, akasema sio nani? Sio Ayubu. Niulize swali, je, shetani akija kukugusa mahali popote utakuwa kama Ayubu? Halo? Wangapi wanasema mchungaji nitakuwa kama Ayubu? Anapatikana mmoja. Hebu Mungu atusaidie. Ile njia ya kuingia mbinguni ni nyembamba, tena imesongwa. Jamani, amina. Watakaopita ile ni wachache, ikiwa pamoja na mateso kama aliyopitia nani? Ayubu. Ayubu anasema yuko huko. Sisi hapa leo tunashindwa kutimiza yale Mungu anataka kwa vigezo, kwa vitu vidogo vidogo sana. Eti mtu anaamka haelewi direction ya namna gani atakula, na hiyo ni siku ya ibada, akamwambia siwezi kwenda, nitaendaje mimi na njaa, sielewi nitakula nini, analala.